Kocha wa klabu ya Simba Steve Robert Baka amekasirika na kwenye mchezo ujao ametangaza wazi ya kwamba anaenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake. Ukizingatia kwenye mechi zilizopita, basi klabu ya Simba imeshindwa kupata matokeo mazuri, vile vile imeshindwa kufunga hata goli. Kwa hivyo Steve Robert Baka anaenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye mechi dhidi ya Singida, yani ni full mkoko. Kifuatacho ni kikosi cha Simba ambacho kinaenda kuanza kwenye mchezo mgumu dhidi ya Singida Black Stars. Golini kocha ameamua kuendelea kuanza na Hussein Abel kwa sababu ameweza kuimarika kweli kweli, yuko vizuri, na Mamadou Tanja Kasal hana match fitness, ukizingatia alichelewa kuweza kujiunga na klabu ya Simba kwenye pre-season pale nchini Rwanda. Kwenye safu ya mabeki hapa, kocha wa klabu ya Simba Steve Robert Baka ameweza kuchagua kuanza na full mkoko, ameweza kuchagua kuanza na mabeki wake ambao anawaaminia. Kwanza kabisa upande wa kushoto anakwenda kuanza na kibabake Nixon Clement, mmoja kati ya mabeki wazuri wa kushoto hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Yuko vizuri kwenye kupandisha mashambulizi, lakini vile vile yuko vizuri kwenye kuzuia. Upande wa kulia ni Shomari Salum Kapombe. Mwalimu amesisitiza, amesema kwamba hatomweka tena Shomari Kapombe kama beki wa katikati, japokuwa kuna mechi iliyopita alionekana kuumia, lakini kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba ilikuwa ni injury ndogo na kwa sasa amepona na yuko tayari kuanza kule upande wa kulia kama fullback ya kulia. Na kwa mabeki wa katikati mwalimu ameweza kuchagua kuanza na mabeki wake tegemezi Rushain Stanadrock pamoja na mwamba kabisa mzee wa Bridge Ismailie Olivier Tool, mmoja kati ya mabeki wazuri kweli kweli. Hawa mabeki wanakupa faida nyingi, ikiwemo kukaba vizuri pamoja na kupiga pasi, yani namaanisha kuanzisha mashambulizi. Kwenye mechi mbili zilizopita, basi klabu ya Simba iliweza kupata shida sana kwenye eneo zima la kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma kama ilivyo kwenye utamaduni wa klabu ya Simba. Tukija kwenye viungo, siku zote mwalimu wa Simba amekuwa akipendelea kutumia viungo wawili wa shoka wakabaji wenye majukumu tofauti tofauti. Mwalimu ameweza kuchagua kuweza kuanza na Kelvin na Shoni Naftali. Wote tuliweza kuona kazi nzito ambayo Kelvin na Shoni Naftali aliweza kuifanya kwenye mechi ya kwanza, mechi zidi ya Mogadishu City ambayo klabu ya Simba iliweza kutoa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo mwalimu amechagua kuweza kuanza na Kelvin na Shoni Naftali kwenye idara ya kiungo, yeye atakuwa kama kiungo mkabaji. Mwalimu tena hapa kwenye idara ya kiungo ameweza kuchagua kuanza na Mutusi Kopa. Mutusi Kopa tuliweza kuona mwalimu kwenye mechi iliyopita, basi aliweza kumbadilishia majukumu na kwenye eneo ambayo ameweza kumweka kama deep line playmaker, yani kiungo anayechezesha timu kutokea chini, basi imeweza kumfaa kweli kweli. Mutusi Kopa atakaa katika eneo hilo, yeye atakuwa na majukumu tofauti zidi ya Kelvin na Shoni ambaye yeye itakuwa ni kuvunja kuni, na Mutusi Kopa majukumu yake yatakuwa ni kuanzisha mashambulizi kuanzia chini kuelekea mbele. Na kwenye eneo la namba 10 mwalimu basi amechagua kuweza kuanza na Clatous Chota Chama mara baada ya kuweza kumchezesha sana winga kwenye michezo ambayo imeweza kupita. Basi mwalimu ameamua kuweza kuanza na Clatous Chota Chama katika eneo hile ili kuweza kuleta utulivu kweli kweli kwenye eneo lile. Na upande wa kulia na kushoto, mwalimu upande wa kushoto ameamua kuweza kuanza na moto wa kuotea mbali kimbunga winga Teresa, anakwenda kwa jina la Libase Gueye. Libase Gueye tumeweza kumuona kwenye mechi iliyopita ametokea sabu, lakini alivyoingia wapinzani waliweza kuomba po kwa sababu alikuwa anapiga kweli kweli, alikuwa na force mashambulizi na aliweza kufanikiwa kutengeneza hatari nyingi, lakini isivyo bahati timu ya Simba ilishindwa kuweza kutumia nafasi hizo na kuweza kupata magoli kwenye mchezo dhidi ya Jamus. Na kule upande wa kulia basi ni balaa lingine jipya. Hapa namzungumzia fundi wa mpira, mtu ambaye ana ball technique ya kutosha kweli kweli, anakwenda kwa jina la Anse Oura. Anse Oura ameonyesha kiwango kikubwa sana kwenye mechi iliyopita, japokuwa mwalimu aliweza kumtoa mapema kabisa, lakini yuko vizuri kweli kweli, na akiweza kuanza kule upande wa kulia, basi Singida watakiona cha mtemakuni kutoka kwa Anse Oura. Anse Oura kule upande wa kulia, na katikati ni teka la boli
teka la maajabu, teka refu kuliko goli linakwenda kwa jina la Ibrahim Dombia Osimhen. Wanamuita Osimhen kutoka hapa nchini Tanzania. Dombia ni mmoja kati ya maforward wazuri kweli kweli. Kitu ambacho kimeweza kukosekana pale katika eneo la utengenezaji wa nafasi, katika eneo la upishi wa nafasi, ni kupiga mipira ya uhakika ambayo itaweza kumkuta Dombia. Eneo hilo basi ataweza kuanza Dombia. Hiko ndicho kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kitaenda kuweza kuanza kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Lakini pia kutakuwa kuna substitution, kutakuwa kuna wachezaji ambao watatokea kwenye mbao ndefu kama Kaleso Mahuala. Ameonekana kuwa ni mchezaji mzuri, ameonekana kuwa ni mchezaji ambaye anatengeneza nafasi nzuri kweli kweli. Kwa hiyo lazima aingie, lazima mtu atatoka basi alafu Kaleso Mahuala aweze kuingia. Lakini pia sabu kuna Ino Josephine Loemba, lakini vile vile sabu kuna Yusufu Ali Kagoma. Tuliweza kuona kuna mechi iliyopita mara baada ya Yusufu Ali Kagoma kuweza kuingia, basi dimba la Simba liliweza kutulia kweli kweli. Kwa hivyo hizo ndizo sabu, lakini sabu nyingine ambayo inaweza kuingia kwenye mchezo huo ni Ibrahim Jabal, mmoja kati ya midfielder wazuri kweli kweli. Wana Simba wanatamani kuweza kupata nafasi ya kuweza kumuona akicheza katika timu yao kwenye mechi hiyo dhidi ya Singida.